Changamoto hiyo imebainishwa na mkuu wa shule hiyo kwenye mahafali ya 3 ya kidato cha 4 mwaka 2025, ambaye amesema shule hiyo haina nyumba hata moja ya mwalimu, hivyo kuwafanya walimu kupanga nyumba katika vijiji jirani na shule hiyo. Baada ya kusikia changamoto hiyo kutoka kwenye taarifa ya mkuu wa shule hiyo kwa mgeni rasmi, Green FM imefanya mazungumzo na wanafunzi wa shule hiyo Firman Sanga na Oliver Patrick kutaka kujua kwa kiasi gani ukosefu wa nyumba za walimu unaathiri kimasomo wanafunzi. Mwalimu Simkonda Jumbo na Jacqueline Kilagwa ni baadhi ya walimu shuleni hapo, wamesema ili kuhakikisha usalama wa wanafunzi unakuwepo, wamepangiana zamu ya kuwa na wanafunzi shuleni hapo nyakati za usiku, hivyo kuhatarisha pia usalama wa walimu. Shaban Cherani, afisa elimu sekondari wilaya Makete, kwa niaba ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya hiyo, amesema anatambua changamoto zinazoikabili shule hiyo, hivyo wako tayari kuendelea kuzitatua hatua kwa hatua, huku ikiomba wadau kuendelea kusaidia shule hiyo kuboresha miundombinu ya kujifunzia na kufundishia. Shule haina nyumba hata moja ya walimu. 3. Shule haina maktaba. 4. Shule haina chumba cha kompyuta. 5. Shule ina upungufu wa mabweni. 6. Shule haina ukumbi. 7. Shule inakabiliwa na upungufu wa walimu 8 kwa masomo ya hisabati, fizikia, biolojia, kemia, Kiingereza na jiografia. Nyumba za walimu zikiwa karibu, walimu watakuwa na vipindi, na kabla ya vipindi wanakuwa wanaona kutufundisha vyema, tukaelewa. Hata pia muda wa ziada wanaweza kutufundisha mada ambazo unaweza kukuta walimu hapo karibu, na wakishatufundisha mada zinakuwa zimeisha kwa wakati na kabla ya muda waliopangiwa wa mada. Kwa hiyo itawasaidia wao na sisi pia kusaidia kututolea mazoezi mbalimbali kama mitihani, pia tena kufanyia revision. Kwa hiyo tunaomba msaada kutusaidia. Kwa maana walimu wanashindwa kutumia vipindi vya ziada kutufundisha, hivyo wanafunzi tunashindwa kupata nafasi fulani ya kufundishwa na walimu, hivyo kidogo hata kumaliza masomo, lakini pia kumaliza topic inakuwa ni shida, kutokana na kwamba walimu vipindi vya darasani pekee havitatosha. Kwa kuna uhitaji wa muda wa ziada, lakini sasa kutokea kwa walimu mbali kunafanya walimu hawa kushindwa kutufundisha wakati wa vipindi vya ziada. Kweli nyumba za walimu katika shule yetu hatuna, na tungependa serikali iweze kutuangalia kwa jicho la pili ili tuweze kupata nyumba za walimu, kwa sababu hii itatusaidia katika kuinua taaluma, kwa kuwa walimu watakuwa karibu na maeneo ya shule na watajua jinsi gani waweze kupanga ratiba zao katika kuendeleza taaluma ya shule yetu, na hata hivyo itakuwa ni rahisi katika usimamizi wa watoto wetu kutokana na walimu wanatoka mbali. Hivyo tunajitahidi na kupangiana ratiba na majukumu, ila tukiwapa hapa karibu itatusaidia kufanya kazi kwa umoja. Ni bahati mbaya sana hatuna nyumba hata moja, ikiwemo hata mkuu wa shule pia hana nyumba hapa, na eneo la shule lilipo hapa ni kama kilomita 1.5 ama 2 kutoka kwenye makazi rasmi ya watu, kwa maana vijiji jirani, kwa maana kijiji cha Lupalilo, kijiji cha Mago. Hivyo sasa inakuwa ni changamoto, kwa mfano hasa inapokuwa ni usiku ama hasa kipindi cha masika, walimu wanalazimika kusafiri kilomita 1.5 ama 2 kutoka eneo la shule. Kwa hiyo kukiwa kuna mvua inakuwa ni changamoto, na sisi tuna utaratibu mzuri kabisa kwamba hata kipindi cha usiku walimu wamewekwa zamu, kwa maana zamu zinaanza saa 12 jioni mpaka saa 4 usiku. Unaweza ukaona ni kiasi gani kwamba walimu wanapata shida. Atarudi mwalimu saa 4 usiku, lakini akafike kijiji cha jirani cha Mago ama afike kijiji jirani cha Lupalilo, na wengine walimu pia wanaishi Konda. Unaweza ukaona ni kiasi gani ambavyo ni mbali, na hivyo sasa inaathiri kwa maana ya usimamizi wa wanafunzi kitaaluma, kuwasimamia. Kwa hiyo tunashindwa kufika lile lengo ambalo tumejipangia wenyewe, japo tunashukuru licha ya kwamba mazingira haya ni magumu ya kukosa nyumba za walimu, lakini hilo halijatukatisha tamaa. Tumeendelea kupiga kazi kwa mujibu wa makubaliano yetu, lakini pia kutekeleza sera ya serikali hapa shuleni. Ndugu yetu niko namjua Jasanga, kumbe kuna jingine anaitwa Justus. Mimi niko namjua Jasanga. Huyu ni mdau wetu wa shule na nimemfahamia hapa shuleni. Mitaani nimekutana naye, nadhani kwenye mambo ya form kule wilaya, na naye hapa. Kwa hiyo nimefurahi sana mdau wa shule kuwa kiongozi wa kata. Kwa hiyo katika changamoto hizi mmoja amejitwisha yeye. Changamoto
sio changamoto, ni kama ahadi vile. Kwa hiyo Irumaki ninavyoiona mbeleni sivyo kama ilivyo sasa. Nimemwona mzee Mwarukisa hapa wakati wa Masai wanacheza, ameenda kuwapa zawadi pale. Nadhani haamini. Ili eneo linaitwa Mtakuja na watu watakuja. Wamasai nimeona hapa. Hao walioko hapa ni wachache, wako zaidi ya 8. Wapo wengi. Hapa Mtakuja, form 5 watakuja, Wamasai watakuja na watu wengine wote watakuja. Na hiyo miundombinu mingine yote itakuja.